Penye wengi kuna mengi, na penye miti mingi hakuna wajenzi. Karibuni tena ndani ya The Data On Elimika. Hapa ndipo namba na ukweli hukutana bila kupaka rangi. Kama wewe ni mgeni, hii ni chaneli changa inayokuwa kwa kasi kwa ajili ya watu wenye kiu ya uchambuzi wa kina kama huu. Tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na uwashe kengele ili usiwe miongoni mwa watu wanaopitwa na mabadiliko ya dunia. Leo tunaangalia mpasuko wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, UNSC, kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Kabla ya kuendelea, angalizo la maudhui. Picha unazoziona hapa zimeundwa kwa teknolojia ya akili mnemba AI ili kutoa taswira ya matukio yanayoendelea ulimwenguni. Ingawa si picha halisi za matukio yenyewe, zimewekwa hapa kwa madhumuni ya kielimu na uchambuzi ili kusaidia kuelewa kwa kina uhalisia wa kijiopolitika. Tunatumia sanaa ya kidijitali kuibua ukweli uliofichwa nyuma ya pazia. Mzozo wa Hormuz, mgawanyiko wa dunia. Hivi sasa dunia inashuhudia vuta ni kuvute baada ya Bahrain kuwasilisha ombi rasmi katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa UNSC kutaka matumizi ya nguvu ya kijeshi Article 42 ili kuufungua mlango bahari wa Hormuz ambao umezibwa kufuatia mapigano kati ya Marekani na Iran. Moja. Msimamo wa Urusi na China, veto na maslahi ya nishati. Urusi na China zimepiga kura ya turufu, veto, dhidi ya ombi hilo. China. Gazeti la South China Morning Post linaripoti kuwa China haiko tayari kuona vita kamili vinatokea ambavyo vitaharibu miundombinu ya nishati. China inategemea 40% ya mafuta yake kutoka Ghuba. Urusi. Kwa mujibu wa TASS, Urusi inaona hatua ya Bahrain kama uchochezi wa Marekani wenye lengo la kuhalalisha uvamizi dhidi ya Iran. 2. Kitendawili cha Ufaransa mstara kwa nini imepinga. Hili ndilo jambo lililoshtua wengi. Ufaransa, mwanachama wa NATO na mshirika wa karibu wa Marekani, imejitenga na msimamo wa Magharibi. Diplomasia ya Macron. Wachambuzi kutoka Le Monde na France 24 wanaeleza kuwa Ufaransa inaamini kuwa matumizi ya nguvu yatasababisha maafa ya kimataifa, global catastrophe. Ufaransa inahofia kuwa vita hivyo vitasababisha wimbi kubwa la wakimbizi kuelekea Ulaya na kupanda kwa bei ya nishati ambayo tayari ni mbaya nchini mwao. Uhuru wa kistratejia. Ufaransa imekuwa ikisisitiza sana Ulaya isiwe mfuasi mkuu wa sera za Marekani, hasa wakati hatari ya nyuklia inapoonekana karibu. 3. Mtazamo wa vyanzo vya Kiarabu na Iran. Vyanzo vya Kiarabu. Gazeti la Al-Sharq Al-Awsat linadai kuwa nchi za Ghuba zimegawanyika. Wakati Bahrain na Saudi Arabia zinaona nguvu ni lazima, Qatar na Oman zinahofia kuwa Hormuz ikigeuka kuwa uwanja wa vita, uchumi wao utateketea. Vyanzo vya Irani. Shirika la habari la IRNA limetoa onyo kuwa jaribio lolote la kimataifa la kutumia nguvu litajibiwa kwa moto usiozimika, na kuongeza kuwa Hormuz ni mali ya usalama wa kikanda, sio wa kimataifa. Uchambuzi wa kina. Je, hali ni mbaya kuliko inavyodhaniwa? Wachambuzi huru kama Jeffrey Sachs na Alastair Crooke wanaona kuwa huu ni mgawanyiko wa hatari zaidi tangu vita vya pili vya dunia. Pigo kwa Magharibi. Kupinga kwa Ufaransa ni ishara kuwa umoja wa Magharibi, Western Unity, unavunjika vipande vipande. Kufungwa kwa Hormuz kunamaanisha mapipa milioni 21 ya mafuta kwa siku hayapiti. Hii siyo tu vita ya kijeshi, ni vita ya njaa duniani. Uwezekano wa vita kuu. Hali ilivyo sasa inaonyesha kuwa hakuna upande unaotaka kurudi nyuma. Marekani imekwama kisheria UNSC, lakini inaweza kuamua kutumia nguvu nje ya mfumo wa UN, jambo ambalo litaingiza China na Urusi vitani moja kwa moja. Ndugu msikilizaji na mtazamaji wa The Data On Elimika, hali hii ya Hormuz ni kama bomu linalosubiri sekunde chache kulipuka. Umoja wa Mataifa umeshindwa kutoa suluhu, na sasa macho yapo kwenye hatua atakayochukua Rais Trump na washirika wake. Kabla hujaondoka, tafadhali na kukumbusha, kama ulisahau kusubscribe mwanzoni, fanya hivyo sasa hivi. Pia usisahau kugonga like ili video hii ifike mbali na chaneli yetu izidi kukua. Maoni yako ni muhimu. Je, unadhani Ufaransa imefanya sahihi kupinga matumizi ya nguvu? Asanteni, na tukutane katika namba na data zijazo.